Majina yangu ni Johnson Musau Mainge. Kabla sijapata hii nyumba mmenijengea, nilikuwa na shida nyingi sana. Nilikuwa nalala karumu moja na kuku na mbuzi, na wakati wa mvua tulikuwa tunanyeshewa. Hii nyumba yangu ni ya matofali haijachomwa. Kukinyesha, siku mingi ni zile nilikuwa naamkia kufanya repair ya nyumba. Lakini siku hizi nimehamia mahali pazuri, kuna joto kiasi, na hata sisumbuliwe na mbu ama joto, upepo mingi. Wakati nilikuwa nalala kwa hiyo nyumba yangu ya zamani, kulikuwa na baridi nyingi. Nilikuwa naumwa na mwili wote masaa ya asubuhi sababu ya baridi. Lakini siku hizi mahali niko sisikiangi baridi, na hata ile maumivu ya mwili nilikuwa nayo imepungua. Na watoto wangu wanafurahia sababu wanakaa vizuri sana. Hakuna sasa ile baridi tulikuwa nayo ama kunyeshewa wakati wa mvua. Hii nyumba tumehama, tulikuwa tukinyeshewa sana wakati wa mvua. Sasa usalama, tuko salama kabisa sababu tumepata mlango ya chuma, mahali tunafunga nyumba vizuri. Hata madirisha, wakati hutaki baridi ingie, unafunga dirisha. Na kwa watoto hata saa ile wanataka kusoma, kioo inaleta mwangaza mzuri. Kwa hivyo kwa usalama tuko mahali pazuri sana siku hizi. Sikuwa nikitarajia kama nitakuwa naishi kama mahali niko sasa. Naona hata mwili wangu unaendelea vizuri siku hizi, si kama ile maumivu nilikuwa nayo sana mbeleni. Na watoto wanakaa mahali pazuri na tumeishi salama sasa. Hakuna mtu anasumbuliwa na upepo mingi ama mvua wakati mvua inanyesha. Majirani wamekuwa marafiki zangu, si vile walikuwa wakinichekelea. Sasa tunaishi kwa heshima kubwa sana kuliko mbeleni. Hii mradi wa nyumba wakati tulikuja, tuliitwa tukakusanyika mahali pamoja za location. Tukashauriwa tu identify wale watu ambao kwao wana manyumba, wako na mashinda ya nyumba. Kuna wengine walikuwa windows, kuna wengine walikuwa watoto, kuna wengine walikuwa na disability. Tukaandika orodha kubwa sana. Tulipomaliza kuandika hiyo orodha kubwa, tukaangalia kwa undani wale ambao wamefinyika zaidi. Hapo ndipo tulichagua familia 10 zile tumeona zimefinyika zaidi. Tuka-range from 1 to 10. Tukapata hiyo familia 10. Tulipopata hiyo familia 10 sasa tukapeana majina. Tulipeana majina, sasa mradi ukaanza. Majina zangu ni Margaret Mumbua Mbidhi. By the way, kabla sijajengewa nilikuwa na maisha magumu sana. Mpaka mawazo ikawa iko mingi, mpaka ikawa ikawa kichwa inaenda kuruka. Ikafikia mahali ikawa mpaka niwe natumia dawa za kichwa kuruka. Tangu nijengewa hii nyumba, by the way hata venye nilikuwa natumia dawa za kichwa simefungua. Wajukuu wangu kwa saa hizi tunakaa vizuri, tukiona kwa saa hii maisha iko sawa. Iko sawa juu vile tulikuwa tunakaa kwa shida, nyumba twalala rumu moja. Actually, maisha ilikuwa magumu. Lakini kwa saa hii maisha naona inaenda vizuri. Wakati wa mvua kama huu, watoto walikuwa wanaamka, manguo zimenyeshewa, vitabu zimenyeshewa. Lakini kwa saa hii watoto wanasoma vizuri. Jina langu naitwa Joza Mbusoro. Kabla sijapata hii nyumba nilikuwa na maisha mbaya sana. Sababu nyumba yenyewe ilikuwa usiku ikifika, usiku na mchana, nilikuwa sijui hata usiku na mchana. Sababu shida ya nyumba hii, mvua inanyesha, ikifika usiku mvua inaanza kunyesha, watoto wangu hata mjukuu banaanza kulia tu, kuhangaika tu. Shida kwa hii nyumba nilikuwa na changamoto za hii nyumba ilikuwa nyingi sana. Usalama tena pia ilikuwa shida. Lakini hii
tangu mlijengea hii nalala ninasikia vizuri na iko vizuri, mvua sinyesewi. Kwa maisha ya nyumba tunaishi vizuri kabisa. Hakuna changamoto mbaya hapo, tunaishi vizuri. Nyumba tunalala vizuri, hata mvua ikikuja hatushiki vibaya, tunasikia vyema. Manake nilikuwa kwa hii nyumba mgonjwa, sasa ningilikuwa nayo mingi sana, ingawa mimi ni mgonjwa, lakini ningekuwa mgonjwa zaidi ya hapo. Hali ya heshima kwa majirani, tunaishi vizuri, tena hata wananichukua vizuri, manake wanaona hii nyumba yangu hii nilijengea yuko kama yao. Sikai kama hii na matope hii, unajua ilikuwa naoneza hapa picha mbaya. Watu yangu hata saa hii watu, unajua kila mtu sasa akikuja hapa, kila mtu ananiheshimu, hata kama sina kitu kwa mfuko, lakini wakikuja wakiingia hapa, wajukuu hata watoto wangu mahali waiko na majirani wa kutoka nje mbalimbali, wale walikuwa wananijua, wanasikia tunaenda mahali huyu mtu yuko anakaa vizuri, mpaka wananipatia heshima. Maana sio kama hii nyumba nyingine hiyo ilikuwa na heshima, kusema ukweli. Hiyo ilikuwa hiyo ni nyumba ya balasi bwana, ya ng'ombe kurara, sio nyumba ya binadamu. Unajua tulikuwa naishi tu hapo kwa kufanyaje, kwa shida. Unajua ukiwa na shida mahali popote unapoenda utalala. Kwa hiyo sasa pale ilikuwa ni shida, lakini saa hii hata kama sina kitu kwa mfuko najisikia mimi ni mwanaume kama wale wengine. Hata mama naye anajisikia mimi ni mama kama wale wengine. When we visited this area for the first time, it was like that. Even if they had no fence, it was just an open area, and I know it has changed them so much. It has done away with self-stigma. Kwa jina naitwa Merkanini. Hiyo nyumba ya kitambo nilikuwa na shida fulani. Nilikuwa nalala vibaya, baridi, joto. Kuwa na nyumba nzuri ni furaha kwa watoto wetu, hata sisi. Haya mabadiliko yamenisaidia kulala vizuri na joto zuri na furaha kwa watoto wetu. Matumaini yangu ni kuishi na nyumba nzuri, kusoma na kufanikiwa. As you may be aware, it's very difficult to have the Habitat for Humanity housing program funded by the traditional funders that exist in the world, more so in the current global shift that is happening. And therefore, by the Habitat for Humanity affiliates partnering with us, we are able to keep this core program of Habitat for Humanity running, whereby families and communities will continue to get the needed support that they need in form of decent shelter, in form of water, and in just that stability and durability that they need to be able to live a good life and to be able to hope for a good future. Through the tithe funding, we are able also as an organization to get seed capital that enables us to innovate on technologies that have not yet been tested within the country. Technologies that help to lower the cost of a home, technologies that help us reduce the duration of construction, technologies that help in increasing jobs within the community. We are able to use that money as seed capital and then roll this out, test it, study it, and then scale it up to other areas of the country. It gives us that room to do that. And then secondly, we are also able to build the capacity of our staff so that they can be at par in the market and they can be able to deliver services that are needed at a good quality and good standard within the Kenyan market. And so we are really grateful for this partnership that we have had with all of you. A special thanks to a group of affiliate partners that came together and they decided to raise some money to support us in rolling out one particular technology, and that is the insulated concrete foam. The insulated concrete foam is a technology that uses injectable
concrete, and it's able to build a home within a very short period. We cut down the cost of construction from 6 to 8 weeks to about 5 weeks. And then it is able to be put up with very limited cement, and it's also quite long lasting. So we were able to pilot this in an area in Kenya called Machakos, and by these resources that you availed to us, we were able to put up 40 demonstration homes. And those demonstration homes have been a learning point for us. They have also been able to house the families that are in need. And also we've studied how this technology can be integrated within our vulnerable group housing program. And then now we are in the process of scaling it up to other regions in the country. We are using it to construct homes, and we're also using it to construct classrooms. It's very efficient, it's very good for classrooms. So we are using it to put up all that, and we're now rolling out to the other regions in the country where Habitat for Humanity works. Great thank you to these Habitat for Humanity affiliates that partnered with us in this. Shukuru, nasema ni asanteni sana.